Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku nyingine ambayo tumepata kibali mbele za Mungu kuja mbele zenu. Hii ni Sauti ya Uzima na mimi ni Lord Mgina, mwenyeji wako wa siku zote katika vipindi hivi. Na leo tumetembelewa na mgeni, na si mara ya kwanza, lakini tapatia nafasi ya kujitambulisha kwa wale ambao ndio mara ya kwanza wanamtazama kwenye vipindi vyetu hivi vya Sauti ya Uzima. Yeye atasema ni nani na kisha nitakuletea kile ambacho tunakwenda kujadili naye kwa siku ya leo. Karibu sana. Asante. Na mshukuru tena Mungu wa mbinguni kunipa kibali kuwepo hapa leo. Majina yangu naitwa Enoch Charles. Ni mchungaji wa kanisa la Pefa Airport. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na watu wa Mungu au kupashana habari za ujumbe huu wa neno la Mungu. Amen. Kama jinsi ambavyo tumesikia, amesema yeye ni Pastor Enoch Charles. Kwa wale ambao umekwisha tembelea page yetu na channel yetu ya Sauti ya Uzima, si mgeni tena kwenu. Huyu amekwisha kuwa mwenyeji, kwa sababu hii ni mara yake nyingine na kuja hapa kutembelea kwenye Sauti ya Uzima. Leo mezani tunakwenda kuzungumzia mada ambayo ni muhimu sana kwenye ukomavu na makuzi ya Mkristo. Tunakwenda kuzungumzia habari ya utakatifu. Lakini kama unavyojua, tunaposema utakatifu ni mada kubwa sana. Kwa hivyo tutakwenda kuangalia kipengele kimoja kwenye hii mada ya utakatifu. Tunakwenda kuangalia mtu mtakatifu ni mtu wa namna gani. Yapo mambo mengi, ziko fikra nyingi, ipo mitazamo mingi sana kuhusiana na mtu mtakatifu. Kwa hivyo leo tuko hapa na Pastor Enoch Charles, tunakwenda kuzungumzia mtu mtakatifu ni nani. Kwa hiyo nitampa nafasi yeye atatuambia mtu mtakatifu ni nani. Mimi najua una mitazamo yako mingi kuhusiana na mtu mtakatifu. Kuna yale ambayo wewe unaweza ukawa unajua kuhusiana na mtu mtakatifu. Lakini yeye yuko hapa kwa ajili ya hii mada. Atakwenda kutuambia mtu mtakatifu ni nani. Pastor Enoch, karibu. Asante sana. Nashukuru sana. Baada ya utambulisho niliokwisha kujitambulisha na majina yangu kama nilivyokwisha kueleza, niko hapa tena kwa ajili ya kueleza maisha ya mtu mtakatifu. Na ni mtu wa aina gani? Au ninaposema huyu ni mtakatifu, kwa sababu lazima kwanza uelewe kama kuna mtu mtakatifu, kuna mahali ameutoa huo utakatifu. Yes. Bila shaka lazima kuna mahali amechokonoa au kwenda kuchukua au kuuona. Na Biblia imetuweka vizuri. Mungu mwenyewe kwenye Agano la Kale anatutaka sisi watu wake tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Hiyo ni Biblia. Sasa lazima utaelewa kwamba sasa kama kuna utakatifu, maana yake kuna mtu aliyekuwa nao kuanzia mwanzo. Au kiumbe cha kiroho kilichokuwa kitakatifu. Chanzo cha utakatifu. Yes. Ninaposema chanzo cha utakatifu ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndio chanzo cha utakatifu. Na ili mara nyingi mimi huwa sipendi kuzungumza maneno ya kichwani. Huwa napenda Biblia itoe majibu. Biblia iseme. Kuna watu wanasema usisemee Biblia. Usisemee Biblia. Biblia yenyewe izungumze kwamba huyo mtu mtakatifu ameutoa wapi wa utakatifu. Hebu tukutane kwanza katika kitabu cha Walawi. Nitasoma kwa faida ya mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima. Sura yetu ni ya 11. Sura ya 11 kitabu cha Walawi 11 na mstari wa 44. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi. Iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha wala msie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Yes. Mungu anamtaka mwanadamu awe mtakatifu kama yeye Mungu alivyo mtakatifu. Ndio. Kwa hiyo pointi yetu kubwa ya kuzungumzia mtu mtakatifu tunaipata katika Biblia. Maana Biblia yenyewe inasema tuwe watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Ndio. Na hiki ni kitu muhimu sana. Mara nyingi watu wengi wanaweza kufikiri labda sisi wa Agano Jipya ndio tumeambiwa tuwe watakatifu. Wale wa Agano la Kale hawakuambiwa kuwa watakatifu. Kitabu cha Walawi ni kitabu cha Agano la Kale. Ni miongoni mwa vitabu vitano ambavyo Musa ameviandika vya kwanza. Musa anaeleza, unajua kuna kitabu cha mwanzo wa kila kitu. Kuna Kutoka pale. Tunaingia kwenye kitabu cha Walawi ambacho Musa amekiandika, kitabu hiki cha makuhani. Lakini ndani ya kitabu hiki anawasihi watu Mungu kwamba wawe watakatifu kama Mungu mwenyewe alivyo mtakatifu.
Kwa hiyo sasa wale wa Agano la Kale unaweza ukasema utakatifu wao umetokana na nini? Lazima utaelewa hili. Watu wa Agano la Kale walipata utakaso kupitia damu ya mnyama. Mnyama akichinjwa, ile damu ya yule mnyama kuhani akiipeleka, anamwombea mtu msamaha kwa ile damu. Manake ni kivuli cha Agano Jipya, mambo yatakayotokea. Na ili sisi wa Agano Jipya tuonekane kuwa watakatifu, tunajifunza kutoka wapi? Hapa tunaweza kukutana katika, hebu tuangalie Petro wa kwanza. Okay. Bado niko naweka msingi wangu vizuri. Okay, hapa bado tunaangalia ni wapi ambapo tunautoa utakatifu. Kama jinsi ambavyo Pastor Enoch amesema, hakuna kitu kisichokuwa na chanzo, kila kitu kina chanzo. Kwa hiyo wewe kama ni mtakatifu, tutapaswa tujue utakatifu wako umeutoa wapi. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia kitabu cha Petro wa kwanza 1:16. Petro wa kwanza sura yake ni ya kwanza na mstari wa 16. Okay, ninaelekea hapo. Waraka wa kwanza wa Petro. Umesema sura ya ngapi? Sura ya kwanza mstari wa 16. Sura ile ya kwanza na mstari wa 16. Na maandiko yanasema hivi: kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Yes. Kwa maana imeandikwa, nyinyi mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi Mungu mwenyewe ni mtakatifu. Haya ni maneno ameandika mtume wa Yesu Kristo ambaye anaitwa Petro. Yeye anatusii kwamba Mungu ni mtakatifu na sisi tuwe watakatifu kama vile alivyo Mungu. Kwa hiyo hapa tunajifunza misingi ya utakatifu na mtu mtakatifu na tabia zake. Tunaupata au kumpata mtu mtakatifu kwa sababu aliyetuita mwenyewe ni mtakatifu. Amen. Kwa hiyo tunajifunza kwake. Tunapojifunza kwa yeye mtakatifu, na sisi tunaleta kwa watu kwamba jamani, kuna alama ya mtu mtakatifu ndani ya kanisa. Tukimuona yule tunasema yule ni mtakatifu. Hata tembea yake tunasema hata tembea yake inaonyesha utakatifu. Kwa hiyo sasa tunajifunza huyo mtu mtakatifu alama zake ni zipi. Hata tukimuona tunamsemaje huyu mtu mtakatifu. Tunaona hata kwa alama tunasema yule ni mtakatifu. Kama jinsi ambavyo umeanza ukizungumzia habari ya mtu mtakatifu anautoa wapi utakatifu. Ndiyo. Nimependa jinsi ambavyo umeelezea kwamba Mungu wetu aliyetuita ni mtakatifu. Kwa hiyo chimbuko la utakatifu wetu lapaswa kutokana na Mungu. Ndiyo. Tukizungumzia neno utakatifu, tunazungumzia usafi. Kwa hiyo mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima, usichanganyikiwe na hii terminology, hili neno tunalotumia utakatifu. Tunazungumzia bali ya usafi. Sasa tunapoendelea mbele zaidi, nataka kwanza Pastor Enoch atuambie huu usafi tunaozungumzia, kwa sababu tukisema utakatifu tunazungumzia usafi. Watu watajiuliza huu usafi tunaozungumzia ni usafi wa namna gani ambao tunautoa kwa Mungu? Okay. Kwanza lazima tuelewe vizuri, maana kuna baadhi ya dini na dhehebu za watu wanajua mtu akivaa mavazi meupe, akienda ameoga, akienda amechanua nywele, akiwa msafi, yani kwa muonekano wa mwili, wenyewe wanaashiria yule ni maelezo ya utakatifu. Sawa. Kumbe bado. Ya, na kuna watu wengine huwa wanajichanja hadi na nyembe, wanafanya ibada za miungu. Hiyo yote wanasema ni pindi ambapo umejichafua, unahitaji ufanye ibada za aina fulani ili uweze kujitakasa, kwa sababu wanaamini utakaso unatokana kwenye baadhi ya vitu fulani vya kushikika. Lakini hapo umetueleza tofauti kwamba utakaso unatokana na Mungu, ama chimbuko lake ni Mungu. Watu wanasafiri Pastor Enoch miezi ya 12. Watu wake wanasafiri wanarudi makwao kwenda kutafuta utakaso. Bibi na babu wanachinja kuku na ugeshwa damu utakaswe. Kijana umejichafua huko mjini. Ya, kwa mimi ninasema yale wanaofanya sio ule sio utakaso. Ile ni mbinu watu wanafanya kwa ajili ya miungu wanayoitegemea. Na sio miungu kama Mungu aliye hai. Swala la utakaso sio kwenye mavazi na sio kwenye muonekano wa nje watu wanavyoona. Sisi tunaposema utakaso tumeupata, tunaupata kutokana na damu ya Yesu Kristo iliyomwaika pale Golgotha. Okay. Na ninajua hili watu wengi watanipata vizuri, kwa sababu kwa sisi wa Kristo, ukichukua makanisa ya Roman Catholic wako kwenye wakati wa Kwaresma.
kabisa, wanapelekea kwenye taarifa ya kwenda kwenye habari ya msalaba wa Yesu Kristo. Wakati Yesu alipomwaga damu yake Golgota, pale tulikuwa tunatakaswa. Na miongoni mwa maneno 7 Yesu amezungumza akiwa pale Golgota, Yesu anazungumza neno lake la kwanza, anasema Baba, wasamehe. sawa sawa. Tunaanza kuona ile alama ya kutakaswa Golgota. Ukitafuta yale maneno yote 7 jinsi yalivyo, hata kwenye neno lake la pili, yule mnyang'anya akiwa pale anaeleza maneno yake pale, lakini hatutafuti hiyo sana, tunatafuta utakaso. Tunapata utakaso kupitia damu ya Yesu Kristo, na sio damu ya mnyama. Sawa sawa. Sio damu ya kuku, sio damu ya mbuzi, kwa sababu Agano la Kale walitumia damu ya kondoo wakisamehewa, lakini sasa kondoo wetu ameshachinjwa. Kuna kanisa moja nimewahi kufuatilia kwenye mtandao. Ndio. Na hili kanisa Pastor Enoch niliona wana vitunga pale mbele. Ile Jumapili wana kitunga ambacho kimeandikwa kitunga cha sadaka ya ondoleo la dhambi. Siwezi nikataja hilo kanisa kwa sababu za usalama. Kwa sababu za kijamii. Nisitaji hilo kanisa, lakini najaribu kuzungumzia nini? Umezungumzia kitu kizuri sana kwamba huko mwanzoni walitumia wanyama kama sadaka ya ondoleo la dhambi, kwamba ile damu ilikuwa ikitakasa dhambi. Lakini tukija kwenye habari ya Pasaka, kuiendea Pasaka, tunajifunza kwamba kifo cha Yesu msalabani kilisimama kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sasa nataka niulize swali, ni sahihi kanisa kuweka sadaka kwa ajili ya ondoleo la dhambi? Mimi nafikiri sio sahihi. Kwa sababu sadaka wetu ameisha tolewa Golgota, ambao ni Yesu mwenyewe. Hakuna sadaka nyingine itakaofanyika ya watu kuweka vitunga kwamba ni sadaka. Sadaka ameisha tolewa. Kama ni mbinu ya kutafuta uchumi ndani ya kanisa, ni bora tueleze mfumo mwingine, lakini sio kusema sadaka ya kuondolewa dhambi. Maana kama itakuwepo hiyo sadaka, kazi ya Yesu msalabani ilikuwa nini? Maana wanaenda mbali, wanatuambia, wanasema kwamba kwa dhambi uliotenda ili uweze kupokea msamaha inahitaji uilipie gharama. Na hiyo gharama, moja kati ya gharama zinatajwa humo ndani ni pamoja na hizi sadaka ambazo nazizungumzia hapa. Sasa kazi ya Yesu ilikuwa ni nini? Kama bado kuna sadaka zingine za watu kusamehewa dhambi zao, kazi ya Yesu msalabani, maana yake alikufa bure. Lakini mimi siamini kwamba Yesu amekufa bure. Yesu alikufa ili aje amtakase mtu aliyekuwa mwenye dhambi, ikiwemo mimi na wewe pia. Kwa Pastor Enoch unasema tunapigwa. Tunapigwa parefu sana, sio pafupi. Sasa tena wanatupiga, tunakula kwa jirani, lakini maji tunakunywa kwa jirani yetu mwingine. Kama ninakula kwangu, maji nitapata kwa jirani. Hapo tumepigwa parefu sana. Mtazamaji wa Sauti ya Uzima, tunazungumzia bali ya utakaso. Huu utakaso umeingia baada ya kuwa unaelewa mada yetu. Tunazungumzia mtu mtakatifu ni nani, na tunasema utakatifu maana yake ni kuwa msafi. Tumeangalia kuna baadhi ya watu ambao mnaombwa ama wanawaitisha mtoe sadaka kwa ajili ya utakaso. Pastor Enoch, pamoja na maandiko ambayo tumejifunza hapa, tumeona wazi kabisa hakuna sadaka yoyote ambayo inapaswa itolewe kwa ajili ya ondoleo la dhambi yako, kwa sababu Kristo amekwisha lipia wokovu. Yes. Pastor Enoch, nataka uniambie sasa, mimi nataka nimjue mtu mtakatifu ni nani, kwa sababu moja kati ya michanganyo mikubwa ambayo tunaipata kwenye makanisa kwa sasa ni habari ya kumtambua mtu mtakatifu. Yeah. Je, mtu mtakatifu ni yule ambaye anabadilisha sauti wakati wa kuhubiri? Mtu mtakatifu ni yule ambaye huwa anatubadilishia suti kila siku? Mtu mtakatifu ni yule ambaye anakaa kiti cha mbele kila wakati? Mtu mtakatifu ni nani, Pastor Enoch? Asante. Unajua kuna mitazamo ya kizehebu na dini za watu. Na niongezee jambo lingine, watu wanafikiri kutembea sana taratibu kanisani ndio utakatifu. Yaani umefunga mikono. Umefunga mikono, unataka kama kuangukia mbele. Ule sio utakatifu. Sawa. Hapana. Mtu mtakatifu ana alama zake. Na nitazungumza baadhi ya alama ambazo tukitaka kumpata mtu mtakatifu tutamuona nazo. Alama ya kwanza ya mtu mtakatifu ni mtu mwenye maisha ya kupenda kulisoma neno la Mungu. Hapo sasa
Mtu mwenye maisha ya kupenda kulisoma neno la Mungu. Unaweza kuwa kanisani miaka na miaka lakini hujawa mtakatifu. Kwa sababu alama zitakuonyesha. Tukikuona una muda wa kuchukua Biblia yako, kusoma neno la Mungu, kujiingizia yale maneno ndani yako, tunajua yule mtu kuna alama ya utakatifu ndani. Pastor Enoch, unaweza kukubaliana na mimi kwamba kuna watumishi wa Mungu kwa sasa hawana muda wa kusoma neno la Mungu kabisa? Ni watu ambao Jumamosi ikifika usiku anapuliza vumbi Biblia yake, Jumapili tuko naye kanisani. Unaniruhusu huyu mtu tumpunguze kwenye watakatifu? Ndio, nina mashaka na utakatifu wake. Kwa sababu anaujengaje sasa? Tunaujenga kwenye neno. Neno ndio dira. Neno ndio mwongozo wetu. Na ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo palikuwako na neno. Na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Hiyo ni Injili ya Yohana 1:1. Anza hapo utaona. Lakini kwa kumtafuta mtu mtakatifu, maandiko ninaotumia leo, tuko kwenye Wakolosai. Tukutane katika Wakolosai. Tuanze kumwangalia mtu mtakatifu. Wakolosai 3:16. Pastor Enoch amesema tukutane Wakolosai. Sura ngapi? Sura ya 3 mstari wa 16, kitabu cha Wakolosai, nyaraka za Mtume Paulo. Ndio. Nitasoma kwa faida mtazamaji wangu wa Sauti ya Uzima. 3:16 maandiko yanasema hivi. Yanasemaje? Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Amen. Hilo neno la Kristo liwe kwa wingi, yani sio kwa kiasi. Ili nimtafute mtu mtakatifu, lazima nimuone kwenye misingi ya neno la Mungu. Amen. Na nje ya hapo nina mashaka na wewe. Kwa sababu kama mtu hana neno, alama ya utakatifu ataipataje? Mtu mtakatifu alama yake ya kwanza ni kuwa na muda wa kuliangalia neno. Ana muda wa kusoma neno la Mungu. Ana muda. Hawezi kufanya kitu chochote bila neno. Ule msingi unamwonyesha sasa tufanye 1, 2, 3. Likisha jaa kwa utele ndani yake, ndio nyimbo zitakuja sasa. Nyimbo haziwezi kuja bila ule utele wa lile neno. Tunakubaliana Pastor Enoch kwamba mtu asiyejua neno ama asiye na neno la Mungu kwa wingi ndani yake, huyo ni mtu wa kawaida sana. Tena sana. Ni muumini ambaye hata upepo ukija unamkimbiza kabisa, anaanguka chali. Ni debe lisilo na kitu ndani. Hakuna kitu, ni pipa inapiga kelele tu. Sawa, Pastor Enoch, tumesema kwamba sifa ya kwanza ya mtu mtakatifu ajazwe na neno, ajazwe na neno. Sifa ya pili ni ipi? Bado tuko pale pale, andiko lingine kwa faida ya msikilizaji, ataangalia Timotheo wa pili ile 3:16. Amen. Lakini sifa ya pili ya mtu mtakatifu ni mtu mwenye muda wa kuomba. Mtu mwenye muda wa kuomba, yaani amejitengea muda, ana muda wa kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Sasa hapa iko wazi, mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima, kama huwa unafanya maombi zile dakika 5 uko kwenye mto wako kitandani, unafanya ile maombi yako ya dakika 2 ndani ya neti, tunakupunguza kuanzia leo kwenye listi ya watu watakatifu. Ndio. Kwa sababu alama ya pili ya mtu mtakatifu awe na muda wa kuomba. Sawa. Unaona, wewe unatuletea ujumbe wa masaa 3. Umeomba dakika 2. Wenzetu wanafunzi wa Yesu wakati wako kwenye Pentecost, Petro anasimama anahubiri ujumbe wa dakika 30, maombi ya siku 30. Manake kila dakika moja ya ujumbe wa Petro ilikuwa na siku nzima. Lakini sisi tunakuja tu kuhubiri dakika 2, masaa 2 unahubiri. Mtu mtakatifu lazima awe na muda wa kuomba. Ninapenda vile unaiweka unasema mtu mtakatifu lazima awe na muda wa kuomba. Napenda hii muda. Ndiyo. Unajua kuna utofauti kati ya kujua kuomba na kuwa na muda wa kuomba. Unaweza kuwa unajua kuomba lakini hauna muda wa maombi. Amen. Kwa sababu sio kila muda utaomba. Kuna muda mwingine unabidi ushughulike upate chochote. Lakini una muda ambao wewe umeutenga, huu ni muda wangu wa kujitafutia Bwana. Sasa hii nataka niseme vizuri na mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima. Pastor Enoch anatutembeza vizuri sana kwenye hii topic. Anasema hivi, ni lazima uwe na muda wa kuomba. Akiwa anamaanisha kwamba sio kila muda ni wa kuomba. Usijifungie kanisani wiki nzima hujatoka.
na unakuja unalia kwamba huna chochote cha kula, ni kwa sababu ulitaka utuaminishe kwamba wewe ni mtakatifu. Kama una nafasi ya kutumika ili upate chochote, unapaswa kwenda kutumika. Ndio. Kwa hiyo kuna watu ambao watatuaminisha kwamba wao hawataki kufanya kazi nyingine yoyote. Wao wanataka tu wajifungie ndani wanaomba kwa sababu wao ni watakatifu. Kumbe sio excuse. Hii sio excuse kusema kwamba lazima tuwe na muda maalum kwa ajili ya nini? Ya kuomba. Ndio. Nashukuru sana kwa hilo. Kuwa na muda wa kuomba ni nzuri sana. Kwa sababu usije kuwa mzigo. Na ndio sababu Paulo anasema kwamba sikuja kwenu ili niwe mzigo. Nilikuwa naifanya kazi ya Mungu, lakini huku nashona hema. Maanake nitaomba kwa juhudi. Ndio. Lakini baada ya kumaliza maombi yangu nitaenda kutafuta nifanye kazi ili nipate chochote chakula. Sitaki kuwa mzigo. Pastor Enoch, tumepata shida kubwa sana kwa sasa. Hasa ukanda wetu huu wa Kigoma. Tuna vyumba vingi vya maombi. Sawa? Tuna vyumba, sitaki kupinga vyumba vya maombi, lakini nataka ulichokisema kimenifungulia akili nyingine kwamba hatari kubwa ya watumishi wenye vyumba vya maombi huwa ni tegemezi sana. Wanaishi wakitegemea misaada. Wanaishi wakitegemea kuendeshwa na watu wengine. Kiasi kwamba hii imeleta kesi nyingi sana kwenye hao watu ambao wana vyumba vya maombi. Unadhani sababu inaweza kawa ni kama hii tunaizungumzia kwamba hawana shughuli zingine, kiasi kwamba wanatumia muda wote kufanya maombi tu? Nieleze hili kwanza. Unajua hatukatazi watu kuomba na kuwa na muda. Lakini usiweke maombi kuwa sehemu ya kuto kufanya kazi. Sio mpango wa Mungu. Tutenge. Nimesema mtu mtakatifu anakuwa na muda wa kuomba. Maana yake kuna muda mwingine auache kwa ajili ya kufanya kazi, kwa ajili ya kujiingizia kipato. Kwa hiyo kuweka huduma kuwa tegemezi kwamba nitajifungia ndani, watu wao wananiletea. Watu wasipoleta, utaacha kazi ya Mungu kwa upesi. Maana utakufa na njaa. Utaanza kuwalaani. Utalaani watu. Kwa nini ulaani watu wakati Mungu amekupa mikono? Ni kwa sababu unashindwa kupanga muda wako vizuri. Bado niko pale pale kwenye pointi yangu ya mtu mtakatifu. Mtu mtakatifu anatenga muda, anakuwa na muda wa maombi. Amen. Mtu mtakatifu anakuwa na muda wa maombi. Hii ni changamoto kwako, hili ni swali kwako, hii ni homework kwako, kwamba wewe unatamani kuitwa mtu mtakatifu, una muda wa kuomba? Hiyo ni changamoto ambayo tunaibeba sisi wote. Na unajua Pastor Enoch, kimoja kati ya kitu ambacho kinatupa wakati mgumu sana ni haya mambo mawili ambayo umekwisha yataja. Jambo la kwanza ni hili neno. Jambo la pili ni maombi. Unajua hivi ni vitu ambavyo mara nyingi tunachukulia kiroho tu, lakini ni vitu ambavyo vinahusisha mwili pia. Kwa mfano kuomba, unahitaji mwili wako uwe tayari kwa ajili ya maombi. Kusoma neno pia unahitaji akili yako iwe vizuri. Kwa wakati mwingine tunapata changamoto kwa sababu tunadhani haya mambo ni ya rohoni peke yake. Lakini kumbe haya mambo yanahusisha pia mwili. Huwezi soma neno bila kuhusisha mwili. Huwezi fanya maombi bila kuhusisha mwili. Kwa hiyo nadhani kutenga muda kwa ajili ya maombi ni kitu cha msingi sana, lakini pia kuwa na neno kwa wingi ni kitu cha msingi sana. Sawa. Bado tunaendelea. Ninazo pointi kama 4. Sasa nataka kueleza pointi ya 3. Alafu kwenye hitimisho nitajaribu kugusa baadhi ya mambo ili kumaliza. Kwa hiyo tuko kwenye pointi yetu ya pili, nasema mtu mtakatifu lazima atenge muda wa kuomba, awe na muda wa kuomba. Lakini pia mtu mtakatifu lazima akimbie dhambi. Sawa sawa. Maana shida ya watu wengi, kitu cha kukimbia wanasema tutaomba. Unataka upambane nacho. Unataka upambane nacho. Usitaki kujionyesha wewe una msuli sana wa kiroho. Hapana. Kuna vitu vingine kimbia. Kwa hiyo mtu mtakatifu, alama yake ya 3, tutamuona anakimbia dhambi. Sio kwamba Yusufu hakuwa mwombaji. Sawa sawa. Yusufu alikuwa mwombaji mzuri sana. Lakini kwanza andiko letu la pale kwenye maombi ni Wathesalonike wa kwanza. Tesalonike wa kwanza. Ile 5:17. Kuomba bila kukoma. Asante. Mtazamaji wangu atasoma hiyo kwa wakati wake. Wathesalonike kuomba bila kukoma. Anatuambia kwamba ombeni bila kukoma. Lakini kwenye pointi yetu ya 3 ambayo inasema kuikimbia dhambi. Hii haijamaanisha kwa sababu wewe unaomba usikimbie. Kimbia. Na hii tunaipata kwenye Mwanzo. Hebu tuangalie kitabu chetu cha Mwanzo. Sawa sawa. Kitabu chetu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 10 na 12. Mwanzo 39 mstari wa 10 na 12. Ndio. Maandiko yanasema, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi,
wala hakunizuia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje? Ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku. Ndiyo. Lakini hakumsikia alale naye wala kuwa naye. 11. Ikawa siku moja akaingia nyumbani afanye kazi yake, na hapakuwa na mtu yeyote katika nyumba, hapakuwa na mtu yeyote katika samani, na hapakuwa na mtu yeyote kati ya wale wa nyumbani karibu. Huyo mwanamke, hii ni 12 sasa. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema nini? Lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia, akatoka nje. Nafikiri unaielewa vizuri ili andiko. Kabisa. Sasa watu wengi hapa ndipo wanapofeli. Sio kila kitu utaomba. Kuna vitu vingine kimbia. Sawa. Sio useme hapana, mimi na msuli wa kiroho. Haleluya. Bwana kimbia. Umenikumbusha kitu. Nina jamaa yangu ambaye alikuwa na marafiki wengi ambao walikuwa wanatumia vilevi, hasa bangi. Nikawa najaribu kuongea naye, akasema hapana, mimi niko vizuri, hata kama nitakaa nao hawa hawana uwezo wa kunibadilisha mimi. Mimi niko sawa. Na kweli miaka mingi ameishi na rafiki zake akiishi maisha masafi tu. Lakini cha ajabu ni kwamba ilipofikia sasa hivi yeye sio kuvuta tu. Yeye anauza kabisa. Yeye anauza hivyo vilevi. Anauza pombe, anafanya vitu kama hivyo. Na mwanzoni alisema kwamba ana uwezo wa kukaa nao, lakini wale watu wasimbadilishe chochote. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kama alikuwa na uwezo wa kukimbia mwanzoni angekimbia, alipofikia sasa hivi ni pabaya zaidi. Kwa hiyo napata picha kile ambacho nakisema kwamba kuna baadhi ya maeneo haina haja ya kuanza kushindana na lile jambo. Unahitaji tu kukimbia. Amen. Kwa sababu shida ya watu wengi wanataka kujionyesha kwamba wenyewe ni wa kiroho sana. Hebu chukua tu mfano mdogo. Aliyeweka ile nguvu ya Samsoni ni nani? Ni Mungu. Kuwapiga watu. Alikuwa anajazwa roho ya kupiga watu. Sasa hebu jiulize swali. Samsoni ndani yake kuna nguvu ya Mungu. Lakini kwa sababu alishindwa kukimbia dhambi iliyokuwa mlangoni, alisheviwa nywele. Hakika. Alisheviwa nywele. Na nguvu yote ikaisha. Sasa Yusufu yeye hakutaka kufikia kule. Yusufu yule mwanamke, Biblia ya Kirundi inasema vizuri, huu mstari wa 12 inasema ingo tujamane. Ingo tujamane. Kwa Kirundi inasema ina mafuta, ingo tujamane. Unaona? Sasa njoo ulale nami. Lakini Yusufu aliona hapana. Mimi sitoomba na sitojionyesha kwamba nina msuli wa kiroho. Nitakachokifanya ni kumwachia nguo, mimi ninakimbia. Pastor Enoch, nataka nikuulize swali. Tukichukua kahaba na mtumishi wa Mungu aliyesimama kabisa, tukawafungia ndani hata kwa siku 2 au 3, ni nani atambadilisha mwenzake? Nataka nikwambie usimjaribu Bwana Mungu. Kwa sababu gani? Unajua, ndio hapo nimesema kwamba usijifanye una msuli sana wa kiroho. Kuna vitu vingine ni kukimbia tu. Amen. Ukijua kwanza wewe mwenyewe mwanaume kwa maumbile yako kibiology ni moto wa nyasi. Ukiguswa mara 2 mara 3 vitu vinabadilika, vinatiki. Sasa kwa nini ukubali kutiki? Kwa nini usikimbie? Kimbia kuepusha vitu vingine. Kwa hiyo mimi naeleza kwamba mtu mtakatifu tabia yake ya 3 huwa na tabia ya kuikimbia dhambi. Mtu mtakatifu tabia yake ya 3 ama sifa ya 3 ya mtu mtakatifu ni kuikimbia dhambi. Tupe sifa moja ya mwisho. Sifa ya mtu mtakatifu ya mwisho au tabia yake ya mwisho au alama yake ya mwisho unaweza kumuona naye ni mtu mwenye tabia ya kutenda mema. Mtu mtakatifu ni mtu mwenye tabia ya kutenda mema. Na hata akiwa anatenda yale mema, haangalia anatenda mema kwa kabila lake, kwa mtu gani. Yeye alichoitiwa tu ni kutenda mema. Na haangalii mtu kwamba huyu ni mtu wa aina gani. Lakini leo tuna watu ambao tunao anajiita ni mtakatifu, lakini kutenda kwake mema anatenda kwa kubagua watu. Kwamba huyu ni wa kabila langu ninaweza kutenda mema, huyu ni jamii yangu naweza kutenda mema. Lakini andiko alijasema hivyo. Andiko linasema awe mtu wa kutenda mema. Na hili ni jambo la watu tujifunze kutenda mema. Mtu mtakatifu tunamuona kwenye alama ya kutenda mema. Hii tunaisoma katika Tito. Tito
3:8. Kitabu cha Tito sura yake ni ya 3 na mstari wa 8. Tito 3:8. Maandiko yanasema hivi, ni neno la kuaminiwa na mambo haya nataka uyasisitize sana, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Yes. Mambo hayo ni mazuri sana, tena yana faida kwa wanadamu. Tena yana faida. Sio kwa wanyama, kwa wanadamu. Amen. Ukiwa unatenda mema, kuna kitu ambacho mtu ataona. Na ndio maana Paulo anasema hivi, wale walio na nguvu wabebe udhaifu wa wale wenye hawana nguvu. Yaani kuna mtu ambaye anataka atende mema kwa kiwango. Wewe tenda tu mema. Usiangalie jinsia, usiangalie ni watu gani, usiangalie kabila lao, usiangalie wametoka wapi. Tenda tu mema. Wakati unapotenda mema, Mungu atakukumbuka. Moja ya kitu ambacho kinatunyima sana sifa za kuwa watakatifu ni hili la kutenda mema. Kutenda mema. Tuna watu ambao wamefaulu mtihani wa kusoma neno. Wanasoma neno sana. Sawa. Na kuna watu wamefaulu mtihani wa kuomba. Wanaomba sana. Na kuna watu hautawashika kwenye dhambi yoyote ile. Lakini inapokuja swala la kutenda wema wanakuwa wa binafsi. Shida hii inatupata hata viongozi. Unakuwa uko tayari kuwatendea wema wale watu ambao wanakusapoti wewe. Uko tayari kuwatendea wema wale watu ambao huwa wanasukuma agenda zako. Uko tayari kuwatendea wema wale watu ambao wanabebaga kakuku wanaleta nyumbani kwako. Wanaoleta debe la unga nyumbani kwako ndio unawatendea wema. Lakini ninapenda hapa jinsi ambavyo maandiko yameweka. Yanasema kwamba tuwatendee watu wote pasina kubagua huyu ni wakundi gani na huyu ni wakundi gani. Pastor Enoch, nataka nikupe picha hii. Siku hizi tuna viongozi ambao ama tuna wachungaji ambao hawezi tembelea nyumba ambayo haimpagi kikombe cha chai ya maziwa. Unazungumziaje katika hii? Nataka niseme hivi. Maisha ya Agano Jipya ni tofauti sana. Maisha ya Agano Jipya ukiyatafuta vizuri, kuyaishi ni kazi. Maisha ya Agano Jipya nakwambia, mtu akikupiga shavu hili mgeuzie na lingine. Mtu akikuchukulia shati mpe na nini na nyingine uliokuwa nayo muongezee nyingine. Hiyo ni maisha ya Agano Jipya. Lakini mtu anaenda tu kwa mtu yule ambaye anampa kikombe, bado haujaishi maisha ya Agano Jipya. Maana Biblia inasema wapendeni adui zenu. Hiyo ndio maisha ya Agano Jipya. Na ni amri ya Yesu. Ni amri ya Yesu mwenyewe. Tuwapende maadui. Sasa kama akuletei kikombe cha chai, unamhesabu miongoni mwa maadui. Inawezekana akileti kile kikombe cha chai kwa sababu ya ukosefu. Lakini hiyo sio sababu ya wewe kuto kufika kwake au kumtembelea au kuto kumjulia hali. Ni makosa tunafanya kama watumishi. Na kosa lingine huwa tunafanya, ukiachilia tu hata watumishi, ni pindi ambako tunatenda wema kwa wale watu ambao tuna hakika kuna kitu atarudisha kwetu. Unatenda wema kwa mtu ambao unajua kabisa siku hapa nimekwama, huyu anaanza kafanyaje akanisaidia. Mara chache sana huwa tunatenda wema kwa watu ambao tunajua huyu hana uwezo wa kunilipa hata afanyeje. Hiyo ni mistake kubwa nadhani tunafanya. Sasa kwenye alama ya kutenda mema hapo unakuwa umefeli. Kwa sababu sio kwamba unatenda mema, unatenda, yani ni kama unafanya ninamkopesha huyu mtu ili baadaye atanilipa. Lakini swala la kutenda mema ni kama unachukua mkate. Unauchukua mkate wako, unaenda kuutupa baharini. Ukiutupa ule mkate baharini, haujui utarudi kwako tena. Maana si umepelekwa, unateremshwa. Lakini mwandishi anasema chukua ule mkate wako, nenda ukautupe baharini. Ya kesho ni Mungu atajua kwamba atarudisha kwa njia gani. Wakati unapotenda yale mema, Mungu aonaye sirini anajua wakati wa kukulipa. Inawezekana asikulipe wewe kama wewe, lakini akaja akatenda mema kwa watoto wako. Mema hayaozi. Unaweza ukayatenda leo kwa mtu tu usiyemjua kwao, usiyejua faida yake, lakini huyo uliyetendea kwake mema leo, kesho ukamkuta ni mtu mkubwa, wewe umeisha kufa, lakini yule mtu aliyetendewa mema akakumbuka kwamba huyu mzee aliwahi kuwa na watoto, aliwahi kunitendea mema, na kupeleka kwa Daudi. Daudi, wakati Jonathan walifanya agano na Jonathan. Sasa wakati Jonathan amekufa, Daudi anauliza ni nani mwingine aliyebaki katika nyumba ya Jonathan niweze kumtendea mema.
Na Daudi alikataza walemavu wasiingie mjini. Lakini kuna mtoto wa Jonathan, Mephibosheth, yeye amekuwa mlemavu na Daudi ndo amesema wasilete walemavu mjini. Lakini kwa sababu aliahidi kutenda mema mbele ya baba yake, hakujali kwamba Jonathan amesha kufa, akasema mumlete huyo hivyo hivyo. Alikuwa anawekwa mezani pa Daudi ni mlemavu, wakati Daudi alisema walemavu wasiingie. Daudi anatafuta kutenda mema aliyofanya baba yake Jonathan juu ya maisha yake. Kwa hiyo mema hayaozi, ukiyatenda leo, kesho yanaweza kukulipa, hata bila kwenye macho yako, yanaweza kulipa kwa macho ya watoto wako. Amen. Nadhani nikiongeza kitu kingine juu ya kile ambacho Pastor Enoch amefundisha siku ya leo, nitakuwa na haribu somo lote. Pastor Enoch amefundisha vizuri sana namna gani tunaweza tukajua sifa za mtu mtakatifu, tabia za mtu mtakatifu. Amesema tabia ya kwanza, lazima awe mtu ambaye amejawa na neno. Tabia ya pili, lazima awe na muda. Naomba uweke kichwani kwako, tunasema muda wa maombi. Lakini pia awe na tabia ya kuikimbia dhambi. Lakini sifa ya 4 na ya mwisho tumezungumzia kwamba lazima awe mtu wa kutenda mema, na sio tu kutenda mema, kutenda mema kwa kila mtu, haijalishi na kusaidia ama hakusaidii, haijalishi anaweza kulipa ama hawezi kukulipa, lakini uwe na uwezo wa kutenda mema. Mimi nikushukuru sana kwa kufuatilia kipindi cha leo. Tumekuwa na Pastor Enoch Charles, amefundisha juu ya kujua mtu mtakatifu ni mtu wa namna gani. Kwa neno la kumalizia nitampatia nafasi Pastor Enoch, utasema neno la kumalizia kisha utaaga watazamaji wetu wa Sauti ya Uzima. Karibu. Ya kwanza ni washukuru sana wanaotusikiliza katika redio yetu ya Uzima hii. Haya mafundisho ni muhimu sana. Ninawashukuru sana wanaochukua muda kufuatilia mafundisho yetu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Lakini pia nakushukuru wewe ambao unatualika kwa ajili ya vipindi hivi. Amen. Majina yangu nimeshataja. Namba yangu ya simu ni 0754228625. Niombe tukutane kwa wakati mwingine kupashana habari zilizomo ndani ya kitabu takatifu. Mungu akubariki sana. Asante sana, Mungu awabariki. Amen. Mungu akubariki sana, muwe na wakati mwema mnapofuatilia vipindi vingine vya Sauti ya Uzima. Amen.